Leo kwenye makala ya Song of the Week tunamwangazia Edith Wairimu na wimbo wake Nitasimama. Adui aliomba anisiagasiage kamangano. Welcome. Let's get to know the story behind this prophetic song Nitasimama. Je, Edith alikuwa kwenye hali gani akiwimba wimbo huu? Kuna kitu yenye ilifanyika. Ikawa kuna roho fulani ya uongo ikainuka against me. Na ikawaingia watu kadhaa wakaja kuspread something that was not right about me. Ilikuwa tu kwa familia. And because of that, kuna kitu ambacho nilikuwa nimechukua muda yani kujenga for 5 years ikavunjika. A relationship that I had built with some people for quite some time, it was broken. I was very bitter. You can imagine something take 5 years to build, ili break in one day. Nitasimama kwa wema wake. When that thing happened, I didn't know what to feel, so I took some two weeks kuomba. But even after that 2 weeks, I still didn't know how I felt. I did what I felt I need to do. Ya kwanza nikajiweka kando na familia yangu. Ya pili nilipoenda nikajifungia. I cut the world off. For 10 months, I didn't talk to anyone in my family other than my mother. That is how serious I was with seeking God this time around. The only person I was in contact with for 10 months was my mother, my landlady, and the people who were living, and there are only 3 houses where I'm staying, and the people who were living within that area. Kumaanisha Edith hakuwahi toka kwa nyumba hizo miezi zote. Nilikuwa natoka nikienda hospitali, sana hospitali. So nilipojifungia, I took that time kulia proper. Nililia, nikalia. But nilipokuwa nalia, nilikuwa namlilia Mungu. You know, the righteous are never hopeless. Hata when they are mourning, hiyo ni kusema wale ambao wanamwamini Mungu, hata tukilia huanga atulii kama watu ambao hawana matumaini. Nitasimama kwa wema wake. Maombi yangu kwa huo wakati ilikuwa, God avenge me. Let the truth be known and let the enemy be put to shame. Ikawa sasa ni kama mafikra yangu inaingia kwa like sort of like a state of a depression. And remember, depression ni kitu yenye nimestruggle nayo twice before. So ikawa ni kama shetani ametumia hii kama njama ya loop in the cycle. You know, the devil knows the cycle that is in your life. In my life there was a cycle of depression. To me, hata sikuwa najua, I had never dealt with this cycle. I had only come out of the depression. I had spoken about this depression, but I had never broken the root. Ilikuwa kitu Mungu alinihimiza during this time. Kwa hiyo nyumba sikuwa nawasha TV. Mamangu akija kwa nyumba yangu sasa, yeye ndio alikuwa anakuja kuwasha TV ama kuwasha kitu. Mimi nilikuwa nakaa hivyo. Na nilikuwa nakaa hivi kwa kiti naangalia wall, inapita masaa 5, masaa 6. It was that bad. Na ilifika pahali nikawa na uchungu to the point that nilikuwa naomba Mungu, wewe fanya hivi. Si wewe ni Mungu. Uniondoe kwa hii dunia, mimi nimechoka. Until one day the Lord told me, Edith, I cannot answer your prayers because you're praying in sin. You know, James 1 became active in my life, that you do not receive because you do not ask. And when you ask out of selfish motives. So mimi nikiomba, nilikuwa naomba me, myself and I. Wakati Mungu alinijulisha kuna dhambi, the Spirit of God anakuconvictingi mpaka unaacho ukijua wewe ni mtenda dhambi. So sasa nikaacha kuona hata zile maneno nimetendewa, nikaanza kuona yale maneno ambayo nimekuwa nikiomba kumbe ni uchawi. Manake ukiombea Mungu mtu mabaya, wewe ni mchawi. And that is why the Bible says that pray for your enemies and bless them. Kumbe mimi ndio nasema wao ndio watenda dhambi, mimi pia nahitaji neema. So when God brought this to my heart, maombi ya kwanza yenye nilifanya ilikuwa maombi ya toba, and I repented for a long time.
because during this time now there was a lot of spirits zilikuwa zinani attack, the spirit of guilt, the spirit of condemnation. Sasa ilibidi kwanza nitubu so that now I can start praying the right way. And how did I start praying the right way? I told the Holy Spirit, take over my prayers, take over. Huo ndo wakati nikapata grace, neema ya kuanza kuombea wao walikuwa wamenifanya vibaya. Nikapata neema ya kuombea sasa mazuri. So when I received the grace, grace comes to the humble. When you humble yourself, you receive the grace. I started praying overnight. Naomba kunakuwa asubuhi. Mimi nilikuwa nalala kwa carpet ya sitting room. Mara nyingine nalala kwa kiti ama naenda nalala kwa kitanda, but sitalala. After that season, God ushered me into a place. Badala ya kuanza sasa kujiombea, nilianza kuombea wale watu ambao tunaishi na wao in the same plot. Unaona sasa vile God amechukua mind yangu. When I submitted my prayer life to the Holy Spirit, badala ya kuanza kujiombea, niliombea kwanza maadui zangu, kisha nikaanza kuombea wale ambao tunaishi na wao. There are people who had issues in that plot. If you want to know you are walking according to the Spirit of God, He will never lead you to be selfish. Imagine all this time I'm not realizing that me mwenyewe niko na my issues. Yani hata nilishasahau issues zangu. Akasema ona nimelipa gharama yake. So one day the Holy Spirit woke me up at 3 a.m. Kwa kawaida nilikuwa naomba midnight. So aliponiamsha 3 a.m. kuna kitu moja Mungu alinifunza ya kwamba whenever usiku ukijipata hauna usingizi, muulize Mungu anataka ufanye nini. Kwa sababu mara nyingi watu wanakuwa frustrated, wanashindwa mbona usingizi, why has my peace been withdrawn? Listen, the Bible says in the book of Proverbs that He gives sleep to those He loves. Anapeana usingizi kwa ule anapenda. Kwa hivyo kama Mungu anakupenda na withdraw usingizi, kuna kitu anataka. There's something God wants you to do. Don't force yourself to go back to sleep. Holy Spirit anajaribu kukuongelesha. Alafu unajua sauti ya Roho Mtakatifu ni kidogo, you can ignore. Anakuambia amka, wake up and ask God, what do you want with me? Hiyo siku nikaamka. Mimi nilikuwa nafikiria Mungu anataka niombe. So I took my Bible. How I do my prayers, huwa nachukua maandiko and I study the word so that nikuwe na neno ya kuomba naye. Lakini nilipoenda kuchukua Biblia yangu, Mungu akaniambia no, I want to give you a song. Adui aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame. God knew that He would comfort me by giving me a song. The Bible says that the book of Job that He giveth song in the night. God told me I want to give you a song. So I took up my diary notebook. So nikaandika. Kumaliza Mungu akanipa tune. Akaniambia chukua simu yako, record. Nilichukua, nikaham. I hummed it. Ndio nisisahau. Adui aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba. So I recorded na nilirecord mara mbili, ile ya kuandika na ile ya voice. Hapo ndio nilianza kusoma hii song inasema nini. Nililia. Hivyo ndio wakati nilijua what the Holy Spirit wants me to do, how the Holy Spirit is ministering to me. And imagine Roho Mtakatifu ananijibu after months. Akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Mimi nilikuwa najua hii wimbo vile ninausikia kwa roho yangu, hii song ni hit. So nilikuwa nataka kukimbia wapi? Roho Mtakatifu akaniambia don't, you are not ready to go to studio. Kwa sababu bado uko na vidonda havijapona. Bado moyo wako una mabakshishi ya machungu. Kwa hivyo, hii neno yangu ikichanganya na uchungu inakuwa machungu. Kwa hivyo akaniambia lazima kwanza nikuponye, so that your heart is in a state of giving the word of God free from impurities. Nikakaa 4 months. Sasa October ndio Mungu akaniambia now you are ready to go to studio. What was happening during those 4 months? There was a lot of God dealing with me through this month. After that, God told me, now you're ready. I was so careful. God has taken me through 4 months of such rigorous prayer that now I'm so careful to ask God. Sasa unataka nifanye, umesema niko ready. Studio gani? After I went to studio, I started praying to God, nifanye video kiaje. By the time I did that video, I had so much revelation
of what I was doing. It wasn't just a show. Huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba ona, nimelipa gharama yake. On the morning that this song was being released, nilipokuwa nikiunenea huu wimbo 20 minutes before, I heard the Lord speak to me and tell me, I want you to give me the glory of this song. Na nikamwambia Mungu, when this song gets glory, ikishaenea, when it gets glory, I will be careful to return it to you. He told me, no, I want you to sign an agreement that you will not take the glory of this song. So God made me sign a very stern agreement that the glory belonged to him. Na nakumbuka akiniambia, give me the glory of this song so that I can take over this project. The last 20 minutes, I was laying flat. Ninaambia Mungu, God take the glory. And just before it premiered, I heard the Spirit of God told me, I have taken over the project. Yesu alipofika akaniita akanipa uhai. So everything was ordered. I have no rights to the song. He owns everything. Mimi ndio huyo. Glory to God. Yesu. Psalms 118 verse 17. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. That's the story behind the song Nitasimama by Edith Wairimu. Hadi wiki ijayo kwa mengine mengi. Jina langu ni Lily Kanja.